Hapo action. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zetu mnaotufuatilia, tunamshukuru Mungu kwa kutupa neema siku ya leo. Ni siku ya tarehe 2 ambayo Bwana amejifunua, na natamani nizungumze na wewe ambaye unanifuatilia. Leo tutazungumzia kuhusu mwanzo. Watu wengi wanaanza vitu pasipo utangulizi. Yaani ukifanya kitu kwenye maisha pasipo neno la utangulizi, huwa kufanikiwa kwake ni kazi sana. Watu wengi wanapata shida kuanza vitu, ndiyo Mungu analeta mawazo, lakini wanashindwa kuvifanikisha. Tujifunze kidogo kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, ile sura tu ya kwanza. Biblia inasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake kuna kitu ambacho kilikuwa kinasukumwa ili kufanyika. Neno la Mungu linalazimisha vitu vifanyike kwenye maisha ya mwanadamu. Ukikosa neno la Mungu, huwezi kukamilisha kitu ambacho umekianza. Ndiyo maana watu wanatafuta neno la mtume, neno la nabii, neno la mwalimu, lakini wanatafuta neno la mganga. Leo nataka utafute neno la Mungu. Lianze hilo neno, litakuletea picha nzuri. Hata kitabu cha Mwanzo, ukisoma ile Mwanzo sura ya kwanza kabisa, Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa tena ikiwa na utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Lilikuwa limetulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaitenga nuru na giza. Mungu akaita mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa siku ya kwanza. Lakini asubuhi siku moja. Mungu anafanya vitu hivi kwa kupitia neno. Watu wengi wanajaribu kufuatilia namna gani wanaweza wakafanya vitu vikaleta matokeo, lakini imekuwa ni ngumu, kwa sababu kile kinachosimamia matokeo ya kile anachokifanya mtu inakuwa ni vigumu kutokea. Lakini leo natamani uwe ni mwepesi sana kufuatilia neno. Unapofanya jambo, tanguliza neno la Mungu liwe kama supporter au kitu ambacho kinaenda kutimiza lile kusudio lako, kwa sababu pasipo neno huwezi kufanya chochote. Anasema pasipo huyo neno hakifanyika chochote. Natamani uelewe, wewe mtumishi wa Mungu unayenifuatilia, haya mambo usiende kwa kubuni. Neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu lina uhai. Ni kweli viko vitu vingi vinafanyika, lakini pasipo neno havidumu. Nataka neno likae ndani yako ili uweze kufanya vitu katika mfumo mzuri. Na huu ni mwezi wa 3. Pengine ukufanya kitu mwezi wa 2. Natamani mwezi wa 3 ufanye mambo makubwa. Natamani mwezi wa 3 uwe ni mwezi wako wa vitu kufunguliwa. Ni mwezi wa 3 uwe ni wa baraka. Uwe ni mwezi ambao unaweza ukaona vitu vinaendelea. Kuna vitu umevishindwa mwezi wa kwanza na wa 2, lakini natamani mwaka huu na mwezi huu na siku kama hii ambayo Mungu ametupa kwa siku ya 2, hujachelewa bado. Una nafasi na unaweza ukaendelea kutufuatilia. Kama kuna tatizo lolote ambalo unafanya, ni kweli watu wanaingia kwenye vitu mbalimbali, lakini mwisho wa siku wanaambulia matatizo. Natamani leo hayo matatizo yaondoke. Natamani vitu vifufuliwe, vilivyopotea vifufuke kwenye mwezi huu wa 3. Kitu kianze kutokea. Mwezi huu uwe ni wa baraka. Acha kufeli, kwa sababu neno linapotangulia lazima lilazimishe mpango utimie. Na mimi nakuhakikishia kama nabii ambaye Mungu amenipa mafuta kwa ajili ya kutamka kitu kwa ajili yako, utafanikiwa kama ukikaa katika neno na ukisimama katika utakatifu na ukitunza nuru ya Mungu ndani yako. Utaangaza popote unapokwenda. Mungu akubariki sana kwa kunifuatilia, lakini Mungu akubariki sana kwa kuendelea kunisikiliza. Uwe na mchana mwema na siku njema, na siku yako iwe ya baraka katika jina la Yesu. Amen.